15 inasemaje? Wasalimuni ndugu walioko Laodikia. Wasalimuni ndugu walioko Laodikia na Nimfa na kanisa lililoko katika nyumba yake. Na kanisa lililoko katika nyumba yake. Unasikia? Na kanisa lililoko katika nyumba yake. Kwa hivyo makanisa, Paulo alipokuwa akiandika mabarua, kanisa ni watu ambao wakiwa wawili ama wangapi? Hebu soma kitabu cha ngapi? Mathayo 18 na mstari wa 20. Msifikirie kanisa ni nyumba kubwa ama mkute mko wengi. Hapana, palipo wawili ama watatu, basi Bwana yuko pale. Mathayo 18:20 inasemaje? Kwa kuwa walipo wawili watatu, palipo wawili au wangapi? Watatu. Wamekusanyika kwa jina langu. Wamekusanyika kwa sababu ya jina langu. Nami nipo papo hapo katikati yao. Nami nipo hapo hapo. Mungu ako hapo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu atafuti watu wengi. Barua Paulo alipokuwa akiandika barua, aliandikia Nimfa. Ambaye kanisa liko nyumbani kwake. Kwa hivyo kanisa ni watu wanaofuata kweli za Mungu zile zilivyo. Basi wakikutanika hao wakiwa wawili au watatu, hiyo ndio inaitwa kanisa. Kanisa si jengo, si nyumba watu wanakutana. Kanisa ni watu wa Mungu wakikutana wawili au watatu. Biblia inasema Mungu atakuwa pale. Bwana asifiwe. Amen. Hayo ndio maneno Mungu ameyasema katika Biblia. Mahali palipo wawili au watatu, basi Yesu atakuwa wapi? Hapo. Atakuwa pale. Haleluya. Amen. Imekubali. Yesu atakuwa pale. Sasa nataka tuingie kwa kanisa sasa. Ndio naona nimeleta kanisa hapa mbele. Mmeona kanisa? Sasa kanisa sio lingine, tunajifunza kanisa hili. Hii ndio kanisa Mungu alipoona liweze kufika duniani mwaka gani? 1844. Hiyo ndio kanisa ambao Mungu alikubali liweze kuingia duniani. Na alipolikubali liweze kuingia duniani, akawapatia ujumbe malaika wangapi? Watatu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Ufunuo 14 fungu la 6. Tumeanza. Ufunuo 14 fungu la ngapi? La 6. Soma pale. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Inasema. Na iseme. Kisha nikaona